Ukisoma Biblia mwanzo hadi Ufunuo utaona ya kuwa dhambi ya zinaa ilikuwa kawaida mbele za Mungu, nayo ilikuwa ni moja kati ya dhambi za mauti. Naomba niliweke sawa hili jambo. Kila lisilo haki ni dhambi, lakini madhara ya zinaa hatuwezi tukayapuuzia, maana ni makali kuliko tunavyodhania. Kwenye Biblia tunaona madhara kadhaa ya zinaa, na leo tutaangalia na kujifunza madhara matano. La kwanza ni aibu. Na kama tunavyojua ya kwamba neno la Mungu linasema azinie na mwanamke hana akili kabisa, naye afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Kama tunavyojua Yuda, mtoto wa 4 ambaye Yakobo alijipatia kutoka kwa Lea, na alikuwa na watoto wake, lakini bahati mbaya watoto wake wote walikufa. Na mkwewe Tamari alikopo anatamani sana kupata mtoto, naye baada ya kuona ya kwamba Yakobo watoto wake wote wamekufa, akaamua ajifanye kuwa kahaba. Yuda katika kupita kwake akaenda kufanya uzinzi na ule kahaba kwa siri, akijua ya kuwa hakuna kitu ambacho kitajulikana kwa watu. Lakini mwanamke akapata mimba, na Yuda akiwa kama mtu mwenye heshima akaitwa ili mada aende kuhukumu. Lakini mwanamke akasema ya kwamba mwenye pete hii na fimbo hii ndiye aliyenipa mimba. Akajikuta ameumbuka mbele za watu ya kwamba yeye ni mtu mzima, anaheshimika, lakini bado amefanya uzinzi kwa siri, tena alifanya na mkwewe. Kwa hiyo aibu ikamkuta. Na hata leo katika jamii watu ambao wanakamatwa au wanafumaniwa katika uzinzi ni watu ambao wanakuwa katika aibu na kutembea katika kudharaulika sana. Kwa hiyo hayo ni madhara ya uzinzi, na hilo ni madhara namba 1. Madhara ya pili ni mateso na kifo. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 22, Yesu anasema, tazama nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate ziki kubwa, wasipotubia matendo yao. Yesu anaonekana anaonya kanisa ambao wana tabia za kufanya uzinzi, na anasema nitawatupa kwenye kitanda. Hao wanaofanya tabia za uzinzi wanafananishwa na Yezebeli, na anaposema nitawatupa kitandani inamaanisha nitawaweka wawe na magonjwa. Mtu kitanda, anayetupa kitandani yule mtu ambaye anakuwa na magonjwa mara kwa mara. Watu wengi wanaofanya zinaa wanakuwa na magonjwa mara kwa mara, magonjwa ya zinaa, magonjwa ya ajabu ajabu, kwa sababu anafungulia milango ya rohoni ya shetani kuzishambulia afya zao. Na pia wote tunajua kitu kilichotokea Sodoma na Gomora, zinaa ambayo ilizalisha uzinzi na uasherati, ikasababisha Mungu anyeshe moto na kiberiti juu ya Sodoma na Gomora, na watu wote wakaangamia pale Sodoma na Gomora, na Lutu peke yake ndio akapona. Kwa hiyo hayo ni madhara ya zinaa. Anayefanya uzinzi ni lazima atakuwa ni mtu wa kuteseka katika maisha yake, wa kuhangaika katika maisha yake, na magonjwa katika maisha yake, na hata kufa kabisa. 3 ni kupoteza baraka na nguvu za Mungu. Na tunamjua mtu mmoja ambaye anaitwa Israeli, ambaye ndio Yakobo. Yeye alikuwa na watoto 12. Mtoto wake wa kwanza aliyestahili kupokea baraka za ukuu alizini na mke wa baba yake, na Yakobo akamlaani, na zile baraka zote zikapotea kwa Ruben ambaye ni mtoto wake wa kwanza. Mwanzo 49 mstari wa 3 hadi wa 4 unasema, Ruben mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uweza wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, ukakipandia kitanda changu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Ruben alizipoteza baraka kwa sababu ya uzinzi. Mtu wa pili ni mtu aliyekuwa na nguvu sana katika Biblia, anaitwa Samson. Alipoteza nguvu zake kwa kuendekeza uzinzi, mpaka akajikuta shetani amemtumia mpaka akatoa siri ya nguvu zake kwa yule mwanamke ambaye ni kahaba. Angelitulia, angepata mke, angeoa katika ndoa halali, asingemkuta yale, bali kwa kuwa aliendekeza sana zinaa akajikuta anapoteza nguvu. Wapo wengi leo watumishi wamepoteza nguvu, walitembea na upako, walitembea na baraka, lakini sasa hivi hawanazo tena, wamepoteza kwa sababu ya uzinzi. Kwa hiyo usichukulie mzaa kuhusiana na dhambi ya uzinzi. Jambo la 4 ni migogoro katika familia na jamii. Wote tunamjua mtu anaitwa Daudi, ni mtu aliyependwa sana na Mungu, lakini Daudi alizini na mke wa Uria, akamua Uria. Mungu akampa adhabu, ambayo adhabu hiyo ikasababisha migogoro katika familia yake na jamii iliyozunguka ya Israeli. Na hii ukisoma katika Samueli wa 2 sura ya 12 hadi 18 utaona yale mambo yote yalitimia ambayo Mungu aliyasema kama adhabu. Katika Samueli wa 2 sura ya 12 mstari wa 10 hadi wa 11 Mungu anasema, basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau, ukamtoa mke wa Uria Mhiti,
kuwa mke wako. Bwana asema hivi, angalia, nitakuondokeshea uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Na Daudi baada ya kusikia hivi akafadhaika sana, akatubu, akafunga siku 7, lakini mtoto aliyepatikana kupitia ile ndoa haramu akafa. Na baadaye yakatokea mambo mengi sana katika familia ya Daudi. Maana alizaa wana wengine Daudi, mmoja hapo ni Absalom, Amnon na Tamari. Lakini Amnon, kwa kuwa ile laana ya uzinzi iliyofunguliwa na babake, akamtamani dada yake na akambaka. Mwishoni tunaona kwamba Absalom, ambaye Tamari alikopo ni dada yake, aliumia sana, akafanya kisasi, akamuua mdogo wake wa mama mwingine ambaye anaitwa Amnon. Daudi akajikuta yupo katika kuchanganyikiwa kwa sababu nyumba yake yenyewe inageukiana yenyewe kwa yenyewe. Na mwishoni mtoto huyu Absalom anataka kumpindua baba yake, mpaka mfalme akaamua akimbie. Mtoto akachukua ufalme kwa muda katika Israeli na akalala au akazini na wake wa baba zake. Hii ilikuwa ni aibu kubwa sana kwa Daudi katika nchi yote ya Israeli. Na mwishoni tunaona kwamba hata mtoto wake Suleiman, ambaye alikuwa ni mwenye hekima, bado alifuatiliwa na ule mlango wa zinaa. Akajikuta anapenda sana wanawake, akaoa wanawake 700 na wengine masuria aliowaoa nje ya sheria za ndoa akawachukua tu, akawa na wake 1000. Na hao wanawake wakasababisha wakampindua moyo Suleiman, na hekima zake zote akaabudu miungu mingine ambaye babake Daudi hakuwahi kuwaabudu. Akakengeuka na Mungu, akaugawanya ufalme. Jamii ya Israeli ambayo mwanzo ilikuwa ni wamoja, wakajikuta wameanza kutawanyika na kuchukiana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya mtu mmoja aliyefungua mlango ambaye ni Daudi, kwa sababu ya zinaa. Kwa hiyo zinaa sio ya kuichezea. Mfalme au mtu yoyote, kiongozi, mtu yote mwenye heshima anapofanya zinaa analeta migogoro katika jamii. Migogoro mingi hata leo tunapoona kwenye jamii, shida nyingi, laana nyingi, ni kwa sababu ya zinaa kuwa nyingi. Kwa hiyo hayo ni madhara, na hili ni zala namba 4. Zala la 5 na la mwisho nalo ni kuu, ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Na hapa nitaenda kimaandiko zaidi, kwa sababu wengi wanajiuliza kwamba Yesu anasema kila dhambi itasamehewa, lakini kwa kumkufuru Roho Mtakatifu watu hawatasamehewa dhambi zao. Ni kweli ya kwamba wanadamu wote baada ya kuokoka tunahesabiwa kwamba tumeokolewa kwa neema. Nayo neno la Mungu linasema kabisa hii neema ya kwamba katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Mstari wa 12, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Mwanzo sikujua vizuri nini maana ya neema, lakini siku nilipojua nini maana ya neema, hakika nilishangaa sana. Nami naomba leo nikufundishe kama Mungu alivyonijalia, nawe hautafanya mchezo kwenye dhambi. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 26 hadi 29 tutasoma, inasema ya kwamba maana kama tukifanya dhambi kwa kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi 2 au 3. Mwaonaje? Haimpasi adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu yake ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu hovyo, na kumfanyia jeuri Roho wa neema. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio anayemiliki neema, na mtu aokoki bila kuwa na huyu Roho Mtakatifu. Lakini Paulo anaongea kitu kimoja kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 hadi wa 20, anasema, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani, basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo dhambi ya uzinzi tunaamrishwa tukimbie, sio tushindane nayo, tukimbie, kwa sababu yule Roho wa neema anakaa ndani yetu. Kwa hiyo huyo Roho wa neema, dhambi ya uzinzi inamfukuza kwa haraka zaidi.
Kwa hiyo utakapofanya dhambi ya uzinzi, tafsiri yake roho yule anatoka, na akishatoka roho yule wa neema, hali yako inakuwa ni mbaya zaidi. Na ndio maana fuatilia watumishi ambao walikuwa na skendo au na historia za kuanguka kwenye uzinzi, waga hata kusimama kwao ni shida, kwa sababu roho anatoka. Anapotoka huyu mtu anajitahidi asimame mwenyewe, lakini inakuwa ni ngumu, kwa maana Roho Mtakatifu hayupo ndani. Na kama Roho Mtakatifu hayupo ndani, huyu mtu anahesabika hajaokoka, anahesabika hana wokovu. Ndio maana dhambi ya uzinzi inachukulika ni moja kati ya dhambi za mauti. Ndio maana pale katika Waebrania tumesoma sura ya 10 mstari wa 27, unaona kwamba kwenye 28 pale unaona kwamba mtu aliyedharau neema sheria ya Musa alikopo anakufa bila huruma. Sasa moja kati ya hizo sheria ilikopo mtu akifanya zinaa afe, lakini mtu anayemkanyaga Roho Mtakatifu na kumdharau kabisa Roho wa neema, tafsiri yake amefanya dhambi kubwa zaidi, na hii inakuwa ni dhambi ya mauti. Ukisoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 hadi wa 17, unaona pale anasema, mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti ataomba, na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti, sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kila lisilo la haki ni dhambi, lakini iko dhambi iliyo ya mauti, na moja wapo ni uzinzi. Mtu anapofanya hiyo dhambi, hata yule anayeombea anasema kwamba ngoja nikamwombee huyu mtu asamehewe, haruhusiwi kuomba, kwa sababu neno la Mungu anasema kabisa kwamba sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hao wanaotenda dhambi ya mauti. Kwa hiyo ogopa sana. Ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba mtu aliyepokea neema na akaanguka tena, inakuwa ni ngumu zaidi kumfanya akatubu. Anakuwa huyu amemfezei Roho wa Mungu, amemletea jeuri Roho wa Mungu, amemkufuru, amemwona kwamba si kitu. Kwa hiyo ogopa sana. Na wengi wanaofanya zinaa, Roho Mtakatifu anawaonya. Wewe jiulize, kwa mfano mtu anampigia mwenzake anayetaka kufanya naye uzinzi, anampigia simu, anatoka nyumbani, anamtumia nauli, kila kitu, na Roho anamuelekeza kabisa, lakini anampuuzia, anasema ngoja nifanye, nitatubu. Roho anaondoka, na akishaondoka ile ni Mungu. Usitegemea atarudi tu kilaini kama unavyodhani kwa wanadamu. Kwa kuwa sana makini, jiepushe sana. Na neno hili limekufuata, na mwingine unakuta anaweza akajiuliza kwamba inakuwaje. Mwingine unakuta ameanguka labda kwenye uzinzi, kuwa kama ule mwanamke aliyekamatwa mpaka akapelekwa kwa Yesu apigwe mawe afe. Yesu akamwambia nimekusamehe, wala usitende tena dhambi. Cha msingi, kama ulikopo na hizo tabia leo, acha, usitende tena dhambi. Kuwa kama Daudi, muombe Mungu, mwambie akufanyie moyo safi, moyo uliopondeka wenye kunyenyekea. Daudi alianguka kwenye zinaa mara moja tu, lakini leo watu wanaanguka mara nyingi. Wanasema ya kwamba mwenye haki ataanguka mara 7 naye atainuka tena. Haimaanishi kuanguka kwenye dhambi, anamaanisha ya kwamba katika maisha yetu ya kimungu tunakutana na vita nyingi. Unakuta maadui zetu wanaweza katufanyia mitego mingi, tukaanguka kwenye uchumi, kwenye kifamilia, tukaanguka hata kwenye ukuu na cheo na utukufu, lakini Mungu anatusimamisha. Sio kuanguka kwenye dhambi, sio kuanguka kwenye uzinzi. Unafanya dhambi, unasema uzinzi ya kwamba nitatubu. Hiyo sio maana yake. Hapo unamkufuru Roho Mtakatifu, na utajikuta ile dhamiri hauna. Ukijiona hivyo unajikuta mkavu, ujue Roho alishaondoka, na kama Roho ameondoka, tafsiri yake wewe ni mmoja kati ya wanaoenda jehanamu. Kuwa sana makini. Basi nimefikia mwisho, na wenda katika moyo wako unajihisi ya kwamba katika neno hili umelisikia, lakini unaona kuna kuhukumiwa ndani, kama ulishawahi kuanguka au kimawazo, kifikra, basi ujue Mungu anakuita. Ukiona hiyo dhamiri ipo, basi Mungu anakuita akusamehe, ili madi usitende tena dhambi. Basi fatisha haya maneno, nawe utapata wokovu. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema hii. Ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Kwenye mawazo yangu, matendo yangu na kwenye maneno yangu nimeongea uchafu, ambao katika huo uchafu niliofikiria na kuwaza na kuutenda, na ilikuwa inahusisha na zinaa. Mungu, naomba unisamehe, unitakase, unifanyie moyo safi, uniumbie moyo mpya uliopondeka wenye kunyenyekea ndani yangu, ili mradi nikaongozwe katika njia ya milele. Yesu, nifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa na kuamini wewe Yesu kuwa ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unishike na uniongoze tangu sasa na hata milele. Amen. Basi mtumishi, ubarikiwe, na kama ni mpya kwenye channel yetu ya The Sword of One Times, basi hakikisha una subscribe, una like na kucomment kwa ajili ya kufikisha ujumbe huu kwa watu wengi, kwa njia pia ya kushare. Amina, ubarikiwe.